Mkisii ametumwa aende arushe viatu Rais. pale ionekane ni Mjaluo amerusha viatu. Acha mchezo. Mjaluo mgani apendi rais? Nasema kwa kamera, nikiangalia kamera wakizidi utawapiga. Walikuwa wamejipanga na mapanga, marungu, fimbo. Na sisi tulikuwa tumetoka Nairobi, sisi tulikuwa wageni. Tulikuwa tuna ngoma ya kupiga na tarumbeta ya kupiga. Unaona? Wanasiasa. Na ninaona Matiang'i anapima nguvu yake. What's up my G's? My name is Manu once again. So today tuko kwa interview. Ile ni kamera. Today tuko na kimbi hapa hivi. Tunataka tusikize stories za Kenya. For the past 1 year, for the past 1 month, kuna mambo mingi sana inaendelea. Wacha tumalize interview kutoka. So, Hero toka hapa. Yani Masai ni Masai bwana. Yani Masai. Umeona nakuja naona tuko interview. Yeye ameingia katikati na msipi ati Hero. Sasa unajua huwezi lenga tuko na interview. Uko salama lakini? Niko poa bwana. Ni salama wa Kenya. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Waislamu nasema Sabal Khair Nur. Nilikuwa mgonjwa kidogo ndio maana nimepotea. Nimekuwa na homa na nini kidogo kadogo, so mambo ni mengi sana. Sasa chenye imeletwa kwa public domain ndio tunapiga. Ulikuwa na ugonjwa gani? Ulikuwa na homa ama? Ugonjwa kawaida? Nilipata accident kidogo. Nikiwa job ya plumbing nilianguka na ngazi. So niliumia back pain na front pain. Lakini sasa nashukuru Mungu. Naendelea kuwa sawa. Ndio maana nimepotea kwa public domain. Watu wanaulizia sana Kimbi ameenda wapi, aongelee mambo ya politics, aongelee mambo ya nini. But sasa yuko sawa. Najua Biblia inasema be your brother's keeper. Unajua the more una keep brother yako karibu, the more unaishi poa. Unaona sasa wazee wanasema binadamu mwenzako ni mali na binadamu mwenzako ni Mungu. Hakuna umewahi ona Mungu? Umewahi muona? Hujawahi muona. Na shetani umewahi kuona? Haujawahi ona. Hauwezi ona Mungu na huwezi ona shetani, lakini binadamu mwenzako ni shetani na tena ni Mungu. Are you getting me right? Binadamu pia ni Mungu. Binadamu anaweza kukufanyia vitu. Shetani anapita ndani ya mtu. Unajipata tu mtu anakuua bure. Na tena unapata Mungu amepitia mtu, unapata mtu anakubariki. Are you getting me right? So binadamu ni shetani na pia ni Mungu. Yes. Unajua devil is just like a spirit. Anaweza kuja aingie ndani yangu. Upate mtu ananajisi mtoto mdogo. Hiyo ni shetani. Na Mungu anakuja anaingia kwa mtu anakuita contract ya job. Anasema Mr. Kimbi nataka kukupatia contract ya hii barabara mpaka huko 1 billion. Ibadilishe maisha yako. Huyo Mungu ameingia kwa huyo mtu akubariki. Kwa sasa Mungu ametumia huyo mtu. Si ndio? Lazima amtumie, yani Mungu pia ni kama spirit, ni Roho Mtakatifu. Anaingia ndani ya mtu. Wakati ameingia ndani ya mtu, huyo mtu anasema leo nataka kukubariki na 10,000 kama saa hii. Si umesema nibariki na 10. Si ni Mungu ameingia ndani yako. Ile wakati ulikuwa msikinji, si ni Shetani alikuwa ndani yako. Si tunajua tu. Ushaikuwa pastor kwa maisha yako? Nimekuwa gospel artist. Gospel artist? Yeah. Hata sasa bado nafanya gospel, lakini kuna nyimbo na record sasa kwa studio. Najua mimi kweli ya Mungu, life yangu mimi Mungu amenitoa mbali. Nilikuwa sama uchokora, nikakuwa muizi hapa kia Michael, vitu mingi. Sasa Mungu akanifanya nikawa humble. So ngoma zako ziko YouTube? Ziko YouTube. Ukiandika tu yuko Kimbi ama Kevin Oyuko, utapata gospel. Ilikuwa kitambo, ile wakati nilikuwa mjengo siki 2011. 2011? Yeah. Ndio unatoa music, ngoma zako? Ndio. Ni kitambo jana. Lakini ni worship. Unajua? Nyimbo za kuabudu Mungu huwa zifedi. Gospel huwa iishi na ifedi. Hata ukiona jamaa memba gospel, yeye huwa ifedi. Unaona watu kama wakina huyu chairman
Ringtone Apoko, akina huyu Guardian Angel, akina Mr. CD, akina Gloria Moliro, akina huyu anaitwa nani? Huyu bibi ya Dr. Mo. Size 8 na wengine. Gospel huwa haifade. Ina trend kila mwaka. Mwaka gani ukasema sasa hii mambo ya usanii na gospel haingii, acha niingie mambo ya siasa? By the way, niliingia mambo ya siasa hata kama sijui naingia siasa. Ilianzaje? Nilikuwa naendanga plumber, alafu nilikuwa naishi pale Soweto. Sasa nilikuwa nafanyanga plumber, nikitoka plumbing napita, nikitoka naona watu wako kwa kiwanja hapo chini ya miti. Sasa mimi nilikuwa naendanga tu kusikia chenye wanasema. Nilikuwa na besti yangu anaitwa Eriko, ananiuliza namuuliza election imeisha, sasa wanaenda kusema nini leo? Wanaenda kusema wameibiwa. Sasa tulikuwa tunaenda tu kuenjoy fun. Siku moja nikapewa microphone nikaongea. Tena nikaongea nikaanza kwenda viral kidogo tu. Kuna ile maandamano ya 2020 ya tarehe 20, sijui ilikuwa ni Mei, sijui ilikuwa ni March. Maandamano ya kwanza ya Raila Odinga kutoa baba. Tukaenda hiyo maandamano, nikafukuzwa na polisi, karibu ni uawe, karibu nishikwe. Kurudi nikasema hii kitu ya kimbi hata sijui ilikuja aje. Kutoka hapo tu bila kupoteza wakati. Jana kumekuwa na game ya Gor Mahia na Shabana. Vita imetokea wapi? Si tunafikirianga sisi ni mandugu bro. Vita imeanzia wapi? Acha chenye inafanyika. Hii ni nia Shabana, wanasiasa wameingia ndani. Wanasiasa. Na ninaona Matiang'i na ya Simba Arati Kisii. Bro, mambo ya game na Matiang'i imeingilia wapi? Bro, acha nikwambie. Hatukuwa tunajua kitu kama hiyo inaweza tokea. Unaona? Sababu niseme siasa iko ndani. Wamekuja na mabango ya Matiang'i for president. Kwa hiyo kiwanja walikuja na mabango ya Matiang'i for president. Wakitusi Raila. They cannot mock our father. Let's see tunyamaze. Yasin mafans wa Shabana walikamna kuja na mabango. Na mabango za kwanza walifanya nini? Walitoboa miguu ya magari huko nje. Walitoboa miguu ya magari, wakatoa pumzi kwa magari. Sasa sisi vita tumekuwa mbi ushuko ndani. Tunakimbia kwa magari zimetobolewa. Walifanya lakini ni sawa. Kama hiyo ndio njia wenye wanataka kufuata. Tunataka kuona hiyo Shabana inaelekea wapi. Sasa nini nakufanya as in ufikiri like maybe ilikuwa sponsored na mtu fulani vile umesema? Ni Matiang'i. You know why I'm talking like this? Unajua mbona sisi hatukwenda na bango ya Raila? Umetuwahi tuona Nyayo Stadium game ya Gor ikicheza, umewahi tuona tumebeba bango ya baba? Baba tunatembea naye ndani ya roho yetu. Baba tunatembea naye ndani ya akili yetu. Baba tunatembea naye ndani ya spirit yetu. Ukiniona hapa niko na baba ndani yangu kwa damu. Ukiniona hapa niko na babu kwa spirit yangu. Unamaanisha nini Kibegi? Yes, of course I'm talking, this is fact. Mimi siwezi kujidanganya. Na kuambia ukweli. Baba tumembeba ndani yetu kwa mwili yetu na tunatembea na baba mpaka kwa mawazo yetu. You know why? Raila amekuwa akitusaidia, amekuwa kitu support kwa njia mingi sana. Kama sio baba, hii clan ya Wajaluo ingekuwa whipped out. Na baba amesimama na sisi. In fact, Jaluo is untouchable. Na wametuguza sasa. Watu wa mlima walituguza. Tunataka kuona huyu Matiang'i. Si wanasema Matiang'i for president. Nataka umpatie mpaka Disemba. Alete rally Nairobi. Raila anaweza enda kila mahali. Matiang'i aende Kisumu na hiyo rally yake. Kama yeye anasikia ati amekuwa anaweza simama president, wacha kuja Kisumu. But kimbi ukiangalia nyinyi ile video ule jamaa alikuwa na mtoto akidefend mtoto. Yeye alisema ili akufe, amengolewa meno, amefanywa nini, ameshika tu mtoto hivi.
reverse hiyo video uone. Na kwa kiwanja hii vita ilianza aje? Ilianza aje? Nataka vile ilianza. Venye ilianza, unajua watu wa Shabana hawakuamini ushindi inakuanga. After walifungwa. After walifungwa wakaanza kuturushia mawe, kurutusi, Wajaluo watu wajatairi. Unaona hizi vitu yenye nakukera. Ati Wajaluo mko na ukimwi. Unaona? Sio Wajaluo tukasema yawa. What is it? Kidogo wameanza kurusha mawe. Walikuwa wamebeba mpaka fimbo. Kama unataka kujua hii kitu ilipangwa, mbona walikubaliwa kuingia na panga kwa stadium, wakubaliwe kuingia na fimbo kwa stadium? Mbona wakubaliwe? Wameingia na panga kwa stadium. Wameingia kuna fimbo kwa stadium. Mbona? Bwana hii kitu ni kitu yenye ilikuwa inajulikana lazima tuvamiwe. So ilipangwa, ilikuwa imepangwa. Ilikuwa imepangwa, lakini game nyingine tunataka Shabana ipelekwe pia Nyanza. Tuwaonyeshe kuishi na watu. Wakuje wakisi wote hao wenye wako nini. Ambaka wenye wako diaspora washikane wote wakuje. Sasa mkifanya hivyo si mnaharibia baba hii kwa sababu tunajuanga Nyanza. Baba ni wao wameanza. Baba hakutuambia, si tu baba alituambia hata mkipigwa mnyamaze tu. Tulinyamaza tu kufight back. Lakini wameguza mkia ya Simba. Ni kama iliwakasirisha. Sasa hii unajua kuna kitu inaitwanga awakening the sleeping lion. Tumeishi nao kama watu wazuri sana. Unajua Kisii wengi wao wamekuwa wakitusaliti lakini tunanyamaza tu. Wamekuwa wakisaliti aje? Wengi wao unajua wamekuwa upande ya kama tunasema tunaenda hivi unapata wanatupinga, lakini zile tunanga mbaya nao juu. Tuko majirani. Sisi kama sisi Wajaluo sisi ndo tulifanywa wakapewa mpaka nini? County. Hao Kisii. Kisii ni county ndogo sana. Sisi ndo tulipigana mpaka wakapewa county. Unaona? Hawaoni. Si walikuwa wote wako Nyanza region. Lakini nimeona kitu fulani hapo online ati watu wa Shabana wanajaribu kufanya. Unaona ile game unakuanga ile derby na ya hawezi kuwa derby. Wanakuwa derby na tunatoka nao kwa region moja. Derby inakuwa aje? Mashemeji tumekuwa nao dabu kuanzia 1974. 74. Wakati Gor Mahia ilikuwa inachukua Mandela Cup. Unajua kuna kitu Shabana imefomiwa lini? Ilifomiwa ya kwanza ikakufa. Imerudi juzi na imerudi na ujinga. Bwana Bwana hao watu tunaishi nao kwa kijiji hapa. Mtu mwenye ananipiga na rungu ni mtu mwenye nimewahi hata saidia kama kuna ni matanga. Kwani hiyo game ilikuwa wapi? Si kwa Kisii. Si wametoka Nairobi. Sasa kutoka Nairobi kama ile Osogo Kichirigo. Tangla na rungu. Wanaongea kama Chirigu, wewe unasikia. So wamefanya party yao wa Kisii. Tumewachia Mungu. Sisi hatuta revenge lakini tutawasalamia. Sasa umesema hiyo vita ni politics. Haikuwa game. Hiyo vita ni politics, mtiangi yako ndani lakini sisi hatuna maneno, tutawasalamia tu kidogo. Nao, jana rais amerushiwa mambo bro, amerushiwa via. Mpaka Mkisii ameenda mpaka Migori. Ati Mkisii ndio sio Mjaluo Mkisii. Ndio anarusha viatu. Mkisii sisi tuko ndani ya broad based government. Are you getting me right? Sisi tuna support William Ruto 110%. Kisii anachukuliwa, ametoka Kisii. Na ujinga ya Ukisii, ile kiatu, ukiona hiyo kiatu venye imepanua mdomo imeraruka, iko na mchanga ya red. Inaweza kuwa ya Mjaluo. Ndugu yangu angalia viatu yangu. Hii ni viatu ya Mjaluo. Angalia Mjaluo mwenye akaround hizi viatu. Ni viatu za Wajaluo. Mpaka Mjaluo mwenye anafanya viatu, anafanya na viatu ya subsuta. Hii ni Mkisii aliruza viatu. Mjaluo anakuanga na viatu inanuka. Umewahi sikia mguu ya Mjaluo ikinuka viatu? Umewahi sikia? Umewahi sikia Mjaluo mguu inanuka? Ule cameraman ni Mjaluo, unaona viatu yake? Na ni mtu ametembea kutoka South Sea hadi hapa. Viatu ni inang'ara hivyo. Umeona venye iko? Angalia watu wa Jaluo. Sisi ni watu
Sisi ni watu wenye atunanga maneno na tuko na kile tumesoma. Wewe unadhani mtu akuwe na degree, master, doctorate, alafu anachukua viatu anarushia president? Huyo jamaa amejikasa na familia yake yote. Mkisi hiyo vita yenye umekuja Migori, huyo tulimsamea juu alikuwa Mkisi mwenye ana future. Inamaanisha nini kwa hiyo sasa mtu kiatu kirusha vinamaanisha nini kwa politics ama nini naendelea? Mbona walifanya hivyo? Dharau president lakini ni sawa. Wakisiwa na dharau president lakini ni sawa. Mimi ukweli ya Mungu sieti na support Ruto sasa ndio nianza kumsupport. Nilianza kusupport Ruto kitambo sababu Ruto alikuwa ananisupport kwa masomo yangu. Ni ukweli. Masomo yako Uliza Faruk Kibet. Uliza huyu Ruto, uliza kina Shalini, akina hawa watoto wa Ruto. Wanakuambia huyu kijana amekuwa part of the family. Oh, Unaona mtu amekuja kunishika tikimikimi, tumekushika. Umewahi ona? Sababu gani? Mimi ni kijana ya president kama hao wengine. watoto wanasemanga kimbi anakuanga anapenda Ruto juu kwa sababu bado wako Ruto na baba bado wako pamoja. Napenda Ruto, unajua nataka kukufunza kitu na ushike hii kitu. Mtu mwenye amewahi simama na wewe kwa maisha, amewahi kukushikilia, amewahi kukuhifadhi na kukufadhili kwa maisha. Huyo mtu lazima umpatie tu heshima yake milele. Unaona? Wakuwe na baba, wakose kukuwa na baba. Mimi ninamheshimu kama mtu mwenye amenisaidia through Raila Odinga. Unaona? Sio mpaka saa hii. Hata wakati mambo ilikuwa ngumu sana, mimi nilikuwa na support Ruto. Na support baba, lakini nilikuwa naheshimu Ruto. Unaona? Na mpaka saa hii niko hivyo tu na hiyo heshima yangu sababu bwana amenipatia mwangaza. Amenisomesha mpaka form 4. Kenya Polytechnic hapa nimeenda sababu yake Ruto. Ruto. Uzuri ya ukweli ya Mungu, Ruto ni mtu ana roho mbaya. Personal level. Ana. Ruto ni mtu mwenye unaweza mkosea awachane nayo. Juu anasemanga mtu mwenye ako hai lazima aongelewe. Unaona? Sasa Wakisii wanachukua advantage, wanaenda Migori, wanarusha viatu. Na unajua hiyo tour ya rais ilikuwa imekuwa sponsored na only one MP, Honorable Peter Masara. Ni mbunge wa Suna West ambaye sasa anakuwa governor. Next year unajua 2027 anasoma governor, ndio maana ametembea na project zake zote. Amemtembeza president. Huyo ni Mr. President. Sasa hivi lazima tukubali, tupende tusipende. Yeah. Unaona? Anaitwa Peter Masara. Sasa unaona sasa hivi Mkisia anaona tuko kwa interview, anakuflash. Unaona Mkisia? Tuko ndani ya interview, Mkisia ana akili ya kufikiria uko kwa interview, Mkisia anakupigia. Unaona? Sasa, lakini umenichanganya hapa kwa sababu tulikuwa tunafikiria watu wa Migori wamesema no. Mambo ya rais hiyo sio watu wa Migori, huyo ni Mkisi bwana. Wewe haufikiri? Mjaluo anaweza hajapiga rais na rais ameenda kwao. Wakati wacha nataka kukuambia advantages zenye zinakuanga president akiwa mahali. Economy huwa inakuwa boosted. Are you getting me right? Mama mboga anauza. Mama nyama anauza. Samaki inauzwa. Wewe unajua Ruto alienda kukula samaki kwa kibanda kingine kadogo hivi. Nilikuwa hapo ndani. Aliingia kwa kibanda, mlango ikafungwa. Tulikula 500 na ile kibanda chakula ya bei kali inakuanga 200. Ilibidi tuongezwe samaki 3. Our president. Yeah. Ukiangalia ndio maana watu wanasema ati Oscar Sudi anasema ukweli. Huyu Matiang'i Oscar Sudi naye ni mtu mwingine. Oscar Sudi ameamuka asubuhi, wanasema Matiang'i ati kichwa kubwa, mdomo kubwa, tumbo kubwa.
akili hakuna. Nakubaliana na Oscar Sudi, sijamtusi Matiang'i, niko na record Oscar Sudi akisema Ukishikwa na shauri yako. hakuna mahali Matiang'i anipeleka mimi, hakuna. Itamchukua miaka 20 ndio afike kwa level yangu. Unaona Oscar Sudi, unajua watu wanaonanga Sudi akiongea, watu wanasema huyu jamaa anasema nini, huyu jamaa anasema nini. Oscar Sudi anasemanga ukweli. Ukiona Sudi aongee, Oscar Sudi ameongea kili ya president. Unaona? Ukiona Oburu Odinga ameongea, Oburu Odinga amesoma body language ya Raila. Ukiona mimi nikiongea, ujue mimi nimeongea kili ya Raila. Are you getting me right? Ukiona ngane Junet Mohamed ameongea, ujue Junet ameongea kili ya baba. Ukiona Mbadi Woda Nyango ameongea, soma body language. Mimi wakati Raila hajachokoswa, mimi unanionga mahali. Kama tuko kwa broad-based government, tunaenda Addis Ababa, ndege inanichukua hapa ndani ya Elite Business Arcade, naenda. Siku yenye tuko na amani, hata uwezi niona kwa internet. Lakini watu sasa hivi wamesema mpende ya broad-based government. Tunapenda. Na nikwambie ukweli, sisi kama jamii ya Wajaluo tuko nyuma ya Ruto 2027. Sikudanganyi, utaona. Jamii ya Wajaluo tuko nyuma ya Ruto kama bakteria, kama upete, kama umeme, kama sitima. Nyuma ya Ruto. Nataka kuongelee ule mbunge aliuawa. Nani anaitwa? Huwa Kasipul. Were. Mondo Were. Charles. What really happened? Chenye iko hapo, Ong'ondo Were alikuwa mtu mwenye anapendwa na watu. That is fact. And it is what it is. Ong'ondo Were alikuwa anapendwa na watu, na hakuna kitu mzuri yenye haina ubaya. Na hauwezi pendwa na watu wote. Kama Yesu, na ni mtoto wa Mungu, alikuja kuleta wokovu. Mpaka watu vipofu yenye aliponya ndio walimsulubisha. Ukweli uongo? Mguu yenye Yesu aliponya kama ni paralyze. Hey. Kama Yesu aliponya mguu yenye iko parallel, hiyo mguu ndio ilikuwa inapiga yeye matako teke. So binadamu ni hivyo. Ong'ondo Were ameuawa kama mnyama. It was a cold blood day. Ameuawa na nani? Sisi Wajaluo tuliona giza, hatukusikia vizuri sana. Ameuawa tu pap. Habari haijafikia Wajaluo, news ishatokea ati alikuwa mbaya. Hata mwili haijafika kwa muchari, watu wameshaanza kutweet. Alikuwa mbaya, alikuwa muuaji, alikuwa anafanya meaning it was well planned. Ndio wadanganya akili ya watu kwamba huyu jamaa alikuwa mtu mbaya, but huyu jamaa in real sense alikuwa mtu mzuri sana. Watu wanasema government ilimua. Serikali assassination ama? Hapo siwezi jua juu mimi sifanyi kwa serikali. Serikali siwezi jua, but Ong'ondo Were amejaribu kutoa attempt mingi sana. Sasa maneno mengine inasemekana ati Ong'ondo Were amekufa mara 2. Alikufa ya kwanza akiwa na jina ingine, tena ya pili amekufa na jina ingine. Kusema Wakisii ndo walianzisha tu. Hiyo ni propaganda ya Wakisii. Na wa Munyoro. Lakini sasa ukiangalia hiyo combination imeformiwa Matiang'i na Mount Kenya nini, mtatoboa kweli? Nyinyi mkiwa na Ruto mtatoboa kweli? Ndugu yangu, Ruto hatafai kwenda kwa ballot box. Kwa nini? Wanafaa wa declare tu Ruto is a president term ya pili. Nakwambia ukweli ya Mungu, internet haisemangi uongo. Keep this thing on record. Mwenye nitazama, keep this thing in record. Mupige kura, msipige kura, Ruto atakuwa president tu. Atamaliza. Mulie mucheke, Ruto atakuwa tu president. Mutembee uchi,
muende kwa makanisa mufunge maibada. Uende ufanye nini? Utembee uchi, utembee na nguo, ulie. Kura zitatoka. Kura zitatoka. Kura, usipige kura. Ataiba. Hatupigie mama yako ama usikose kupiga. Ruto atakuwa president. Wallahi mbele ya Mwenyezi Mungu. So, ataiba kura. Aibe asiibe bado atakuwa tu president 2027. So haina haja tukue na wenye wameform alliance. Utaona venye watalia kwa choo. Juu sisi Wajaluo tuna support Ruto. Niambie maandamano gani unaweza enda bila Mjaluo? Nataka kuwa reality. realistic. Thank you. Maandamano gani utaenda bila Mjaluo? Wakikuyu wakuja na waru. Hey, Wakikuyu wakuja na waru Thika Road. Unaruhusa inaingia kwa gunia tunakula. Sisi tunachukua tutawapiga. Wakisia hao wenye wako kwa kaunti nyingine ndogo hivi. Wanakaa squatters hapo ndani. Tunawafungia Migori juu kama wanakuja Nairobi lazima wapitie kwa Wajaluo ndio wakuje Nairobi. Tumefunga Migori, tumefunga Homa Bay. Wanapita wapi? Narok tuko na Ruto. Wanapita Narok wapi? Rift Valley si tuko na Ruto. Wanapita wapi? Sasa Wakikuyu Waluya lazima wapite Kwiri ndio wakuje Nairobi. Tuseme kuna wachache wenye wanaweza support wa Munyoro. Lazima wapite Nyanza ndio wakuje wapi? We are at the center. Hatujawahi ongea. Product zetu mingi tunawauzia wale. Unaona? Tunauzia watu wa Western, tunauzia watu wa Kisii. Sababu tumekuwa tukifanya barter trade, intertrading. If Luya Nation sahi wa join na hiyo Mount Kenya, hakuna impact hata kidogo. Waluya wengi wao wanakuanga nyuma ya Raila. Nataka kujua hiyo kitu. But nakwambia na unarudia. Wa Munyoro wasikane wa Munyoro maka waitwa wa Munyota. Maka wajiite wa Mochete. Maka wajiite wa Muleo. Hakuna mahali wanaenda. Very soon, miezi 2 ama miezi 3 zinakuja. Tunafungulia Gachagua kesi. Tunafungulia Matiang'i kesi. Tuko kwa serikali. Ukiona naongea sauti ya Raila na ninaongea sauti ya Ruto. Bwana hao watu hata wafanye nini? Sahi natembea, watu wanasema natembea si Mkenya. Na wewe unamuona kama Mkenya? Wewe wewe unamuona ni Mkenya? Si Mkenya. Kama Miguna ndio sio Mkenya na alizaliwa Ahero. Nani? Miguna. Sio Mkenya na alizaliwa hapa Ahero, baba yake tunajua na mama yake na sio Mkenya. Natembea naye anakuaje Mkenya? So ni Mganda. Amezaliwa Uganda. Akakuja Kenya na familia yao. Miguna amezaliwa Kanu Ahero. Miguna. Na sio Mkenya, tulimbeba kama ndovu. Tukamdunga sindano sisi 158 ya kudunga ndovu. Sindano refu hivi, tukadunga kwa matako. Miguna alilala miezi 1 kama analala tu. Akamuka akapata kwa sitting room ya mama mzee huko Canada. Na amezaliwa Ahero. Sasa natembea ashakuwa nini regional commission hapa Kenya. Kwani hamkujua ni si Mkenya? Nadhani natembea kuna kichwa mzuri lakini tulipata natembea ako possessed. Hamtaki Waluya waungane, si ndio? Mnajaribu kusema mtaki watu wa Western waungane. Nataka kuangalia kama wewe ni Mluya ama Mluya ananitazama. Kwa hii serikali mtu mwenye akona kiti kubwa ya CS ni Mudavadi. Mudavadi ni Mjaluo. Nataka unijibu. Ni Mluya. Thank you. Speaker wa National Assembly ni Mluya. Wetangula ni Mjaluo. Haya. ODM SG roho ya party ni Mluya. Sifuna ni Mjaluo. Ule Cleophas Malala SG wa UDA ni Mluya. Malala ni Mjaluo. Si wakae tu chini Unajua kuna watu walikuja walikuwa nalazimisha president na mambo mingi.
tunataka utufanyie hii, tunataka utulipe, tunataka utulipe. President akasawezi, alienda kulipa kuonga wabunge ama alienda kufanyia watu kazi, anafanya kazi. Unaona? Sasa economy ya Kenya inarudi at stake, watu wanaanza kukua, pesa inaanza kuflow kwa ground. Unaona? Sasa unakunywa divai. Sababu president anafanya kazi. Anafanya kazi. Si anafanya kazi, wewe uone kama anafanya. Sasa kwa sababu si Mkenya mtafanya chuma yake iko kwa moto. Kuna kesi yake. Tutamchunguza. Alafu najua education level yake pia hajasoma. Unaona? Alifika class 7 ile ya kitambo. Nani? Huyu jamaa hajasoma. Natembea. Hana degree. Hana degree hata moja. Tulimhurumia juu ya baba. Salasia ametangaza, anasema president. Okay. Napenda vibrant leader, mature leader. Ukiona Salasia unaona future ya vijana ndani yake. Ukiona Babu Owino unaona future ya vijana ndani yake. Unanipata? Ukiona Akuria Court unaona future ya vijana ndani yake. Ukiona Wajakoya unaona future ya vijana ndani ya Mtata. Wachana huyo ni mkora. Ukiwa Mtata ni opportunist. Sijuzi ulikuwa unaongelea Mtata ukisema ako sawa. Mtata mgani? Si mmoja, kwani tunaanga? Bana Mtata ni mtu opportunist. Amekula pesa ya jinsi ya NGO ya jinsi kusupport maji ya jinsi. Mwizi. Thief. Mtata. Mtata ingia internet never forget. Kama anapewa pesa na ule mama donors. Mtata na Murara Kibaso ni kitu moja. So wale watu walikuwa wameabductiwa walikuwa pamoja as in hawalikula do yao. Waachana nao kabisa. Nao watu wanachora na wanapanga con wa Kenya. Murara Kibaso is a conman. Ukiwa Mtata is a conman. Unaona? Hapa mtu mwenye ni genuine, mwenye anatumia pesa yake na anang'ang'ana na pesa ya raia vizuri. Huyu anaitwa Wanga Trust 001. Huyu anaitwa nani? Huyu MP wa Mumias East. Salasia. Alafu tena Akurio Court. Unajua sasa hivi venye nakwambia Akurio Court kuna Third Way Alliance. Unaona? Yenye anataka kuanza kutembea kwa ground. Akikusanya views za watu. He has a plan. Akurio Court kwanza ni mtu mwenye anajua shida ya raia wa kawaida. Unaweza kuja unapata Akurio Court amekusanya vijana mahali, anachukua views zako, anaenda anaongelea. Unaona? Unapata Akurio Court ameenda Mathare, anakaa kama hivi, achukua view situation yenye. Ukiona Akurio Court ameongea ujue Akurio Court anasema kitu yenye kwa ground na kitu yenye inasumbua maisha ya vijana. You getting me right? Yes. Hapa Nairobi County Governorship 2027 unaona Babu Owino anaweza chukua? Kusema kweli Babu ni mtu wangu sana, tena Babu ni rafiki yangu, tena Babu ni my mentor, ni ukweli. But governorship mimi naona tu ni ngumu, sababu unajua Babu anashindana na timu Wanyonyi na Sakaja. Na kwa watu wenye wanasimama wote, mtu mwenye anaweza ipata ni Wanyonyi. You know why I'm telling you this? Unajua kuna 37 sub counties na Nairobi County. Wanyonyi amefika kwa hizo sub counties zote, amepeana car wash, laundry, amesupport watu. Matanga ikishika mtu Wanyonyi ana sponsor, ukiwa na mgonjwa Wanyonyi anakusponsor. Unaona? Sijapinga Babu, lakini kwa saa hii mimi nataka Babu asiingie kwa siasa chafu ya Nairobi. Nairobi ni siasa chafu, akiingia na tunamwangalia, tunamgroove 2027 akuwe president.
na ajiingize kwa hii siasa chafu, in fact atajimaliza kisiasa. Ni ukweli. Either asimame senator ama arudie tu MP. So Sakaja hizi rudia. Sakaja pia anafanya kazi. Unajua election ndio inamwanga kura ya watu. But watu wanapenda Sakaja, pia kuna watu wake wanampenda. Wanyonyi pia tunampenda. So mimi na support Wanyonyi 100% na I'm giving him 100% atapata hii kiti ya Nairobi. Ile wakati baba alituambia tunyamaze, tukanyamaza, akatupatia ule alikuwa anatoka Central, mtu wa Uhuru, hatukummanage kupata. Sasa hii kwa hasira yetu tukasupport Sakaja. Unaona? Lakini sasa tunapenda Wanyonyi. Yeah. Tukienda okay, unasimama kura 2027 kwa mpango yangu nasimama 2027 hapa Lower Savannah kama MCA. Kama MCA. Mimi nitasimama na chama ya baba, na najua ODM itafanya haki. Masai. Najua ODM itafanya haki, na tena ya pili, unajua mara mingi na ground iko aje? Mimi niko sawa kwa ground. Watu ni wanaamua, sio mimi. Lakini ukiangalia si bwana, nimeshikana na watu wengi, huwa tuna support ground, tunafanya yani tuna develop ground. Inaitwa from grass to grass. Yeah, nilikuwa na grass to grass. Niliona last time by the way ukiongea na wananchi hapo hivyo wengine. Unapendwa? Hata juzi wananchi wameleta complaint, hiyo video niko nayo hata kwa simu. Wameleta complaint na TMCA mwenye ako hapa fanyi kitu. Sijui vijana watoto wanaibwa kwa mtaa, sijui insecurity. Nikamwambia, nikaenda nikapata bwana OCS wa Soweto, nikamwambia bwana OCS, mambo ni mawili. Either uresign ama ufuate venye raia wanataka. Nikaenda nikapata bwana chief, nikaenda na vijana nikacomplain hapa Mama Lucy. Tukasema huyo chief tumempatia 24 hours atolewe kwa ofisi ama tumekuletea wewe mzigo yako. Bwana Dio, bwana DC, bwana Dio hapa walifanya haki, walitoa chief kwa ofisi. Haya, OCS Lower Savannah bwana Ongoro, wakati tumempelekea complaint, asa hii huyo bwana OCS bwana Ongoro amekuwa akifanya kazi na raia. Akisikia kuna insecurity atumani, bwana Ongoro anaenda mwenyewe. Unaona? Anaenda kuconfirm. Hii inafanyika hivi, hii inafanyika hivi kwa nini? Congratulations bwana Ongoro na hawa polisi wa Lower Savannah, especially Soweto police post. Sababu wamekuwa real, wamekuwa kazi. Unajua Lower Savannah hapa Bisenda ukikuja usiku unapata maaskari wako hapo na gari wana patrol. Ukipita tasi ya hiyo bridge unapata hapo kwa bridge kuna maaskari wana patrol. Ukikuja hapa patanisho unapata maaskari wana patrol. Ile mpaka yetu ya Kayole na sisi unapata maaskari wana patrol. Huko chini ya mtu huko unapata kama bwana Ongoro, bwana ni Mkongo. Hautakuja kufanya huko katikati ya interview na unauza mainaware. Ni nini? Ona sasa hiyo ni mikakati yenye sisi tumeweka kama vijana. Tumeweka kama vijana, ndio maana tumetembea. Sisi hatusemi ati tunajisifu. Sasa hata kijana mmoja akishikwa Lower Savannah apatikane ni muizi, tunasema wachana na uizi, tunamtafutia kazi ya kufanya. Kama bwana babu, mheshimiwa Babu Owino si ameleta mijengo, miradi ya mijengo iko mingi hapo. Tunamuingiza MCA mwenye ako hapo, ndio MCA mwenye afanyi kazi. Na huyo ndio namreplace. Asubuhi saa 2 nitakuwa nimekuwa MCA. Bwana nikiwa MCA, wewe nakupatia reporter yangu. Timu yangu ya reporter.
Kuna kamera hapa inarekodi. We hiyo kazi nitapata saa 2 hata huyo MC aweke mama yake ama baba yake hapo. Nitaipata. Sasa unajua tunafanya kazi na watu wa ground. Unaona? Sasa eneo yenye niko barabara ni mbaya. MC akipata pesa anakula na wasichana huko kwa malojeng. Tunakataa. Ni venye siwezi taja jina yake. Juu kesho wanaweza niua jujusi wamenifuata na mapigipigi hata mimi. Nani? Guns wa MCA. Wananijaribu, nitampiga matako huyo MCA. Tamsalamia hata mimi. Yes. Now tutoke nje ya siasa Familia iko aje? Familia gani? Wewe unajua gani? Si familia yako. Gani? Nakuanga na familia. Mimi nakuanga na familia. Umewahi niona mahali niko na bibi ama niko na mtoto? Wewe umewahi niona? Yes, umeacha nyumbani. Ukiangalia kamera, uliza hiyo swali. Ukiangalia kamera familia iko aje? Si nyumbani. Nyumbani wapi? Mimi niko na nyumbani. Mimi ni mtu nahudumia raia na hisi hapa Soweto. Naishi kwa nyumba ya mabati sababu kwa ajili ya raia. Familia na interview inasikana wapi? Uliwapeleka nyumbani? Niliwapeleka na nani? Siku gani? Mimi nakuanga na familia. Wewe mwaisi sikia nimeoa mimi. Mimi nikioa ninafanya wedding kuliko ile aenda. Nafanya super wedding. Yes sir. Nafanya super wedding. Mjaluo hawezi oa msichana nje ya wedlock. Labda ikuwe ya kukula na kupita nayo. Ikifika wakati yangu ya kuoa hata nyinyi mtanichangia. Mimi siwezi enda nioe Mkisii. Sina akili. Siwezi oa nioe sijui kabila gani. Kwani mimi ni mjinga? Naoa Mjaluo. Mjaluo wetu hata awe hana matako, hana sura, hana save, hana kazi, ni Mjaluo wetu. Ni mtamu. Wewe ni tribal Ni not tribal. Nioe Mkisii nizae watoto wenye wana akili. Wenye wako na akili pungua. Na kurusa kiatu kwa radi ya rais. Na tena narusa viatu ya babu yake. Bwana mimi naoa Mjaluo. You know why? Quality moja ya Wajaluo, ukitaka kujua Mjaluo, angalia Mjaluo dressing code. Angalia Mjaluo dressing code. Hata kama umevaa t-shirt, ni t-shirt yenye imekuwa imported. Mjaluo vai mtumba. Hebu nihesabie Mjaluo msanii mwenye anavanga mtumba. Nataka kuniambia Mjaluo mgani anavaa mtumba? Msanii. Sema tu. Eric Omondi. Badala ya kuvaa mtumba anavaa gunia. Unaona? Tumbili. Badala ya kuvaa mtumba amekubali kusona jwala. Otile Brown. Badala ya kuvaa mtumba anavaa hii rubber band kwa mwili. Calligraph. Badala ya kuvaa mtumba anavaa mabati yenye meumbwa kama shield. Obina. Badala ya kuvaa mtumba, Obina amekubali hata kuenda ukash mko wengi sana. Amekubali hata kuenda kutafuta mabati achomelee nguo. So hakuna Mjaluo anaweza vaa mtumba. So being a Luo is something like nature, like Juogi, like Ango, but Luo is a Luo. You can be a Luo by birth. By birth, by profession, by nature. Na kuna sahi watu wana download app ya kuwa Mjaluo. Ingia kwa bio yangu www.kimbikimbi.com. Utapata app yenye ukidownload unakuwa Mjaluo original. Yeah. Na sasa tena unajua tunafanya interbreeding. Sababu ukiona profesa mwenye kwa Mkikuyu ujue amesaliwa na Mjaluo. Sasa Wakikuyu wanatutafuta. Unalipwa 2,000, 10,000, 30,000 unampatia mbegu. Hii vitu iko mingi kwa kiuno ya Wajaluo. Tunapatiana tu. Ukiona Profesa Nyaga, Profesa John, mbegu yetu ya Wakikuyu. Mkikuyu anapatia tu bibi, unajua venye ng'ombe inadungwanga ile mambo ya kuoverheat. Ifike wakati yake ya mwaka haraka. Mkikuyu anadungwa na hiyo, Mluya anadungwa Mkisii. Sisi tunaenda tu kupanda pa. Mtoto anatokelea profesa. Very soon Wajaluo dominate Kenya yote. Sasa tumezana na Waria, tumezana na Masai, tumezana na Wanandi, tumezana na Wakikuyu, Wakamba naye tunazana nao kila siku. Unaona? So
Very soon damu ya Wajaluo itakuwa ina flow Kenya yote. Sisi tunatafutwa. Sisi hatuwatafuti. Mjaluo unaenda club kukunywa bia moja. Msichana Mkikuyu mwenye hata bado ni virgin anakuja na kuambia kimikimi hi, I love you. Wow. Una hii sura na sina pesa. Anasema nataka unizalie. Anasema sawa. Niweke poa mwezi 2, nikule mzuri nikuzalise. Anakuweka poa, unakula, unalala, mbegu inakuja karibu pa. Luo by profession. Lazima Wakikuyu wanoma hawawezi ama. Sasa changa. Utatoka kwa changa na muguka saa ngapi uende uzalise nayo mimi? Sisi watu tunakula samaki. Sisi watu tunalive kwa high nutritious. Nutrient. Sisi Wajaluo ni watu tumesoma doctor and doctor. Hakuna Mjaluo mwenye sio daktari. Mjaluo mwenye akona degree ndogo kabisa ni doctor. Hiyo ndio level ya doctor. Eric Omoni ni doctor. Tumbili ni doctor. Kibi doctor. Raila doctor. Doctor. Babu Owino nataka na hesabu majina yao unaniambia doctor tu. Nataka tu nisikie tu ukisema doctor. Anyang' Nyong'o Doctor. Kimbi Doctor. Babu Owino Doctor. Otile Brown, Khaligraph Jones. Umedanganya. Nadanganya nini wewe unawajua? Otile Brown. Unadharau Otile Brown. Sababu ni mweupe kukuliko. Sisi una support doctorate. Sisi wacha nikwambie. Sisi kama Wajaluo chenye nasema hata Wakisii hii wameanza kutafuta mbegu yetu. Wamejua wamemesa, hatuzai na Wakisii. Tutakula tu tamu upande ya kuzaa. Tunafunga. Hatutaki kuzaa mbegu yetu kwa wajenga. Kuna comment moja niliona mahali, nilikuwa nimeambia nikuulize. Ushai date na demu wa Facebook? Demu wa Facebook. Naweza mwambia niko kwa interview kidogo tu. Ni pesa. Ndugu yangu niko katikati ya interview tafadhali kidogo tu. Tunaona hata Wakisii wanapiga simu tukiwa kwa interview. So ushai date na demu wa Facebook? Alikuwa tu rafiki yangu, sio date. Alikuwa rafiki yako? Alikuwa rafiki yangu mimi. Wacha kuniangalia kamera nikishukuru watu wengine hapa wamenisaidia. Genuinely nikiongea special thank to President William Ruto na Faruk Kibet. Sababu Ruto amenitoa kwa nyasi. Unaona? Being sijawahi onekana na yeye mara mingi, naendanga State House wakati wa usiku. Juu tuko na mambo mingi tunafanya pamoja na President na Faruk Kibet. Ya pili, hiyo ni ya pili. Ya kwanza nashukuru Baba Raila Amolo Odinga kwa kunipatia hii nafasi. Sasa ninatamba kila mahali. Ya tatu, my boss, my sister, my mentor, my everything, Lady Sophia. Unamjua Sophia huyo, si ndio? Ukweli kama sio Sophia mimi. Sophia amesaidia watu wengi. Amesaidia watu wengi lakini mimi amenishikilia, amenihifadhi. Unanipata? Amekuwa kinisupport kubwa sana. May God lead her. Mungu amlinde. Mungu asimame na yeye. Thank you Jesus. Tukimalizia, patiana message kwa Wakenya, ungependa kusema nini sijui? Ya maana hii nasema kila siku, kama uko na mama yako nyumbani, support mama. Very important message. Kama uko na mama mwenye alikusomesha, kama wewe hauna ujiwezi, hauna pesa, hauna jina, hauna watu wenye wanakupenda, huyo mama amekubeba miezi 9. Kama wewe ni mjinga unahara tu kwa tumbo yake, huyo mama amekulia, amekulisha, amekupanguza mpaka mapua, amekupanguza kama unamesikwa na kwa yako unahara. Tafadhali respect to our mothers, support mama. Watu kama sisi tunatamani mama mzazi. Ukipata maukoto wewe mwangusie maukoto, hakuna.
Na ujue mimi nikienda kwa boma ya kina mtu saa hii, mama ya mtu sio mama. Mama ya mtu utakula leo, kesho utakula. Kesho kutwa mama ya mtu atakuuliza, kijana yangu, tumechoka na mboga. Mama ya mtu sio mama yako. Awe ni dada ya mama yako, sio mama yako. Awe ni cousin ya mama yako, sio mama yako. Mama yako ni mama yako. Akuwe ni kiwete ni mama yako. Akuwe ni kipofu ni mama yako. Akuwe mlemavu ni mama yako. Kama mama yako ana nyumba na wewe unaendesha gari mguu kubwa, sema niu. Mama yako anatembea na marinda moja na wewe unakula malaya wenye wako na matako na wako na pesa, sema niu. Support your mother. Ya mwisho, single mother wasichana, kuna scene niliona jana. Hii tu sasa niko kama Dr. Love. I'm a doctor. Now you are Dr. Love. Kuna kazini yangu. Hey, ndugu yangu. Madamu ukiachwa wachika na move on. Mwanaume akikubali kusupport mtoto, amesikubali kukulipia rent, tulia. Kwako mali amekurentia nyumba, tafuta kazi. Jana kuna msichana nileta drama kwa besti yangu. Anataka kuoa huyo kijana ati sababu huyo kijana ameoa. Na walisaa wachana wako na bwana, ukiwachua wachika. Mimi nilisaa wachwa kitambo, nikawachika na nikahili. Nilimeza antibiotic, nikameza coronal biotic, nikameza supinal biotic. Nilipona. Ukiwachwa wachika. Na wanaume wenye mnasinda, unapata msichana hajamaliza form 4, wewe umejisinda tu kwa matako yake. Unaoa watoto wetu. Mimi nikikupata na kazini yangu mwenye anasoma na kuua. Sababu gani? Tunasema youth ni future generation inakuja kesho. Mtoto ako na miaka 15 ako na mimba, atazaa ukelama, atazaa msekobe. So ndugu yangu, nimesikia commentator nyuma yangu wanataka kunipea kitu. Asanteni sana. Mungu awabariki. Thank you so much guys. My name is Manu.